imetengenezwa for worshiping. kwa ajili ya ibada. Hello, sema kwa ajili ya ibada. Sema kwa ajili ya ibada. The house of God, Nyumba ya Mungu is not a hospital. sio hospitali. Just people will attend and go. Watu watakuja Will come and be cured and then they go back home. watakuja kutibiwa na kuondoka. But the house of God Lakini nyumba ya Mungu should bring something in you lazima ilete kitu that will bring transformation to your life. ambacho italeta mabadiliko kwenye maisha Will yako. bring total transformation. Italeta mabadiliko ya jumla. Mabadiliko ya jumla kwenye maisha yako. That is how the church is designed. Hallelujah. Amen. Jinsi kanisa lilivyowekwa, sio hospitali wapendwa. Sio nyumba ya sinema ya kwamba nitaangalia movie nitarudi nyumbani. Lazima unapoenda kanisani, lazima uwe na picha ya kumwona Mungu kwenye maisha yako. Hallelujah. And this is not just for public. Na hii sio kwa ajili ya watu. It's just for anybody. Kwa ajili ya mtu. Anybody. Mtu yoyote. Hallelujah. Who is ready? Because scripture says Maandiko yanasema in the book of John chapter 4 verse 24. Kitabu cha Yohana, Scripture says for God is looking for people who worship Him Mungu in anatafuta wale truth and right. katika roho na kweli. Hallelujah. Hallelujah. God is looking for such a people. Mungu anatafuta watu kama hao. And there's another level of people. Kuna aina nyingine ya watu. These people are looking for God. Hao watu wanamtafuta. But God already set a platform. Lakini Mungu tayari ashaweka njia. That the one who want to seek me, Wale ambao wanahitaji kumtafuta they Mungu must find me in truth and spirit. lazima mtafute Mungu katika roho na kweli. Hallelujah. Amen. And God is not a person that has a protocol. Mungu sio mtu To follow the protocol of men. kufuata kanuni za wanadamu. And that's why many times when God wants to bless you, Ndio maana mara nyingi Mungu akitaka He's kukubariki, not looking for anybody to ask you that I want to bless that person. amtafuti mtu wa kumuuliza kwamba akubariki. Even the way to go to heaven Hata njia kwenda mbinguni. haipiti kwa watu wanaokuchukia. Amen. Kwa hiyo ni issue ya personal and God. Ni kitu cha jambo binafsi na Mungu wako. Ni kitu ambacho kinakuhusu wewe binafsi na Mungu wako. You don't need to convince anybody to worship God. Hauna haja ya You kushawishi. need to be automatically finding yourself worshiping God. Sasa jikute automatic. Either you are wrong Hata kama or in a public. Amen. Hallelujah. Amen. Sometimes you may be moving around and it comes like a worshiping song. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. Don't stop because of people around you. Usiache kwa sababu ya watu wanaokuzunguka. That is a thing that God is releasing so that to touch your heart. Hicho ni kitu ambacho Mungu anakuwa amekiachilia. Sometimes you may be at home. Muda mwingine unaweza kuwa nyumbani. You are lonely. Upo. You are alone in short. Yes. And then suddenly you feel inside of you Na ghafla unajisikia ndani yako like you worshiping God. kwamba umwabudu Mungu. And then you find yourself, how can I worship God? Na unajiuliza ndani yako. Just find anything that praise Him. Tafuta kitu chochote kinachoweza kumtukuza Something to Mungu. worship Him. Ndio kumtukuza. Because whenever there's a praise, Popote palipo na there's a utakatifu, cloud of God. kuna utukufu wa Mungu. Hallelujah. There's the presence of God. Kuna uwepo wa Mungu. Hallelujah. Because scripture says that for God is staying praise. Mungu anakaa katika sifa. Amen. He set upon praise. Anakaa katikati ya sifa. Hallelujah. Amen. When I read the Bible, I read the story of Paul and Silas. Naposoma Biblia nasoma Paul and Silas never speak in tongues. hawakunena kwa lugha. When they were jailed, Walipokuwa they just worshiping God. waliweza kumwabudu Mungu. Worshiping God. Kumwabudu Mungu. And the door of jail Na milango ya gereza break it down. ikafunguka. So am I talking to somebody? Kuna watu wakati when we are worshiping, Wakati tunaabudu something was breaking. kuna vitu vilikuwa vinafunguka. Say something was breaking. Kuna vitu vilikuwa vinafunguka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That will be, it will be your attendance and it will be your lifestyle. Hiyo itakuwa ni aina yako ya maisha. When I learned to walk with God, Napojifunza kutembea na Mungu, first thing God taught me, kitu cha kwanza ambacho Mungu alinifundisha how to worship ni Him. jinsi ya kumwabudu. How to worship Him. Jinsi ya kumwabudu. Because many times God wants to interact with people.
people. Sababu mara nyingi Mungu hutaka kuingia kwa watu. Not only in the spiritual realm, also in the physical realm. Sio tu rohoni, hata mwilini. But the way to interact with him, lakini namna kukutana nawe, it becomes so challenging to some people. Inakuwa changamoto sana kwa baadhi ya watu. Why? Kwa nini? Because we have been taught to go to church. Sababu tumefundishwa kwenda kanisani, but not to worship God. Lakini sio kumwabudu Mungu. We have been told to go to attend to the misa and all stuff about the service. Tumefundishwa kwenda kwenye misa na ibada. But how to meet God. Lakini sio jinsi ya kukutana. It becomes so challenging to some people. Inakuwa changamoto kwa baadhi ya watu. But I want to tell somebody tonight. Nataka nimwambie mtu mmoja usiku wa leo. You must learn to worship God. Lazima ujifunze kumwabudu Mungu. It's not something inborn. Sio kitu cha kuzaliwa. It's something you learn. Ni kitu cha kujifunza. It's not something you acquire by sleeping. Sio kitu unakipata kwa kulala. It's something you learn by those who have been walking with God. Ni kile unachojifunza kwa wale ambao tayari When I read my Bible, naposoma Biblia yangu, in the book of 1 Corinthians chapter 11, Paul was speaking to the Paulo Gentiles. alikuwa Was speaking to the multitude, and Paul said that he imitated me as how I imitated Christ. nifuatishe mimi kama nilivyomfuatisha Kristo. Because that is how life is. Sababu ndivyo We learn from some people who are front of us. tunajifunza kwa wale waliotutangulia, To know God. kumjua Bwana, To know God. kumjua Mungu. And that's why I never allow somebody Ndio maana usiruhusu mtu to teach you a primitive way to worship God. kufundisha njia za zamani za kumwabudu Mungu. Because there is a way. Kuna njia. Every time there is a way. Kila wakati kuna Every njia. day there is a way Kila siku kuna njia to worship ya God. kumwabudu Mungu. Hallelujah. Not every time. Sio kila wakati. Not every time. Sio kila wakati. When you come to church, Unapokuja you can meet God. unaweza kukutana na Mungu. Sometimes Muda it mwingine needs you fast itakuhitaji kwanza to wewe be there. uwe pale Fast before God to be there. kwanza kabla Mungu kuwepo. Because always God is looking for people Siku zote Mungu tafuta watu who is ready, who are ready ambao wako tayari to contact with Him. ili kukutana naye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah.